Sasa tuko na mtaalamu hapa ndani tayari ambaye anakuja kutuelekeza vingi. Bwana, karibu sana. Uko salama? Niko salama kabisa. Karibu sana ufalmeni kwa mara nyingine. Asante. Naam, na tumaini uko vizuri, na najua kabisa kwa wale watu ambao huwa wanakuwa na changamoto mbalimbali za kiafya, ya afya sana afya ya akili, huwa inakuwa kwao ngumu sana kujua kama wana hiyo changamoto. Sasa nataka kuzungumza kitu kimoja hapa. Najua wewe ni mtaalamu wa masuala ya afya ya akili kwa muda mrefu, lakini natamani pia uweze kujitambulisha, unaitwa nani na unatokea wapi? Karibu sana. Kwa majina naitwa Ndivako Frederick. Ninatokea katika halmashauri Njombe. Ni daktari wa afya ya akili na ninaratibu huduma za afya ya akili katika halmashauri ya mji Njombe. Okay. Sasa kwa mtu ambaye pengine anatusikiliza muda huu, nimezungumza hapo mwanzo kabisa kwamba kama mtu anapitia changamoto ya kuhifadhi vitu kwa muda mrefu na hana matumizi navyo, lakini bado anataka kuendelea kuwa navyo na nini, inakuwa ni changamoto ya afya ya akili. Unaweza kutuelekeza kwa kifupi changamoto hii inaitwaje na inamwathiri vipi mtu huyu ambaye anakuwa nayo? Changamoto ya kuhifadhi vitu kwa muda mrefu, kuna aina nyingi za kuhifadhi vitu kwa muda mrefu. Naam. Mtu anaweza kuhifadhi vitu kama vitu. Tuseme kama material. Lakini pia kuna mtu kuhifadhi vitu katika moyo wake. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza akaona ni kawaida, lakini pia mtu mwingine anaweza kawa anahifadhi pia matukio ambayo yalishamuumiza katika maisha yake na yanaendelea kumuumiza katika maisha yake. Anaona yeye ni muhimu sana kuhifadhi hivyo vitu, lakini mwisho wa siku vinaweza vikampelekea shida. Okay. Kuhifadhi vitu kama kumbukumbu sio kitu kibaya. Lakini tunahifadhi vile vitu ambayo vina kumotivate katika maisha yako, vinakupa msukumo katika maisha yako. Labda nimefanya kitu kizuri, ninatarajia nikifanya kitu kingine nifuate ule mfano ambao nilifanya siku zile, ili nipate nguvu au morali nzuri ya kufanya kitu kingine. Kwa hiyo ninapaswa kufanya vile, na kwa kufuata kile kitu ambacho nilifanya huko nyuma, ninaweza nikafuata ule mfano. Lakini pia ninaweza nikahifadhi kitu ambacho nina uhitaji nao, lakini pia ninakitumia. Kwa yule ambaye anahifadhi vitu ambavyo havina umuhimu kwake na bado anaona shida kuviachilia, je, kwa hiyo ni changamoto? Ndiyo, inakuwa ni changamoto. Kwa sababu mtu mwingine unahifadhi vitu, hifadhi kile kitu ambacho unakitumia katika maisha yako. Hakikisha kuwa unamiliki kile kitu ambacho unakitumia, sio umekiweka tu kwa dharura. Au umekiweka tu, kuna vile vitu vingine ambavyo ni mbadala wake unaweza ukavitumia. Chenyewe lazima unakitunza hata kama vipo ambavyo vya kuvitumia. Okay. Sasa kwa yule ambaye anapitia changamoto ya kuhifadhi vitu bila kuwa na uhitaji navyo, changamoto hii inafahamika kama hoarding disorder, na hiyo inamkuta sana mtu ambaye anahifadhi vitu lakini hana matumizi navyo, hana sababu ya kuvihifadhi, hana sababu ya kuendelea kuvitumia tena, lakini bado anaendelea kukaa navyo, na akitaka kuviachilia au kuvitupa, basi kwake inakuwa ni changamoto na anajisikia vibaya kuviachia na kuvitupa. Hii mtu aweze kukabiliana na hii changamoto, inabidi afanye kitu gani zaidi? Kuna sababu nyingi ambazo anaweza kasaidika kwa hiyo hoarding disorder. Maana yake mtu mwingine mpaka ukishasema hoarding disorder, hiyo imeshakuwa ni tatizo. Kwa hiyo unatakiwa kusaidika kwa unaweza ukapitia watu wako wa karibu wakakushauri,
au wataalamu wa afya ya akili wakakushauri na ukaanza kupangilia ufanyeje, mnapangilia na mtaalamu mfanyeje, uanze na kipi kukitatua au kukiachilia mpaka mwisho wa siku uweze kukiachilia kingine. Okay. Sasa kwa mtu ambaye anapitia changamoto kama hii, unaweza kumwambia neno gani ili aweze kuanza hata yeye mwenyewe binafsi kusaidika au kujisaidia kwenye changamoto kama hii? Kwa mtu kama huyo, ili aweze kusaidika, kwanza anatakiwa atambue kuwa yeye ana shida. Okay. Maanake unaweza kuwa na shida hiyo hutambui kuwa una shida. Kwa hiyo kama hutambui kuwa una shida, hutahitaji msaada. Lakini mara nyingi sana mtu mwenye hiyo shida yeye hatajitambua, watamtambua wale watu wanaomzunguka. Mara nyingi sana wale watu wanaomzunguka ndo wataanza kumtafutia msaada badala yake yeye kujitafutia msaada. Okay. Sawa, mimi nimekuelewa vizuri kabisa hapo. Tunalipa bill na baada ya hapo mambo mengine tutaweza kuendelea. Kama tusikiza muda huu na una hiyo changamoto, inabidi uone namna gani ya kukutana na wataalamu au uweze kumsaidia kama ndugu yako anapitia changamoto kama hiyo, kwa sababu kuna muda mwingine mtu ambaye anakuwa na changamoto ya afya ya akili kama hivyo anakuwa hajijui na hawezi kujitambua, ila wewe ukishakuwa umejua kwamba hii ni changamoto, basi unaweza kujua ni namna ipi unaweza ukaanza